Ukifa unaenda wapi? Mbinguni? Motoni? Au mambo yanaishia hapo kama ilivyo kwa ng'ombe, mbuzi na nguruwe? Swali hili limekuwa likimsumbua kila mwanadamu tangu mwaka wa historia ya fikra. Ni swali linalozua mijadala mikubwa ya kiroho, ya kisayansi na hata ya kihistoria. Lakini leo, karibu kwenye Utafiti Media, ambapo tunazama kwenye mikasa halisi itakayokufanya uamini kuwa nafsi ya mwanadamu haiishii pale mwili unapoaga dunia. Nimekuletea leo simulizi itakayokutikisa, itakayokuamsha na pengine itabadilisha kabisa mtazamo wako kuhusu maisha baada ya kifo. Mimi ni Mwalimu Desire Profesa, karibu. Dunia na maajabu yake. Watu wengi husema ukifa unaenda peponi au motoni. Hii ni imani kuu katika dini nyingi duniani. Mtu mwema hupewa makazi ya raha mstarehe na mtenda maovu huingia shimoni jehanamu. Lakini je, ni kweli? Kuna imani nyingine maarufu sana hasa kule Asia ya Kusini na Mashariki inayoamini kuwa mwili hufa lakini roho haifi. Roho hiyo huzaliwa tena na kuingia kwenye mwili mpya, yaani binadamu mwingine au hata mnyama. Hii ndiyo dhana ya kuzaliwa upya, reincarnation. Katika baadhi ya dini kama Uhindu, Ubudha, Jainism na hata baadhi ya mitazamo ya kale ya Kigiriki, roho huendelea kusafiri kutoka mwili mmoja hadi mwingine, kizazi hadi kizazi. Wengine wanaamini kuwa hata wanyama kama ng'ombe au samaki wanaweza kuwa makazi ya roho hizo kwa muda kabla ya kuingia kwa binadamu mwingine. Haitoshi kusema tu bila ushahidi. Kuna mikasa halisi inayovutia akili na kugusa moyo. Moja kati ya mikasa ya kushangaza zaidi ni ule wa mtoto mdogo aitwaye James Leninger huko Marekani. Alipoanza kukua, akiwa na umri wa miaka 2 tu, James alianza kuonyesha dalili zisizo za kawaida. Usiku alistuka usingizini na kupiga kelele, "Airplane crash on fire, little man can't get out." Yaani, ndege imeanguka, inaungua moto, kuna kijana mdogo ameshindwa kutoka ndani. Wazazi walihofia. Kila siku James alionekana kuwa na uhusiano wa ajabu na ndege. Alikuwa anajua sehemu mbalimbali za ndege, majina ya vifaa vya kijeshi na hata alitaja drop tank ya ndege, jambo ambalo hata watu wazima wengi hawalijui. Wakiwa wamechanganyikiwa, wazazi wake walimpeleka kwa mwanasaikolojia wa watoto. Hapo ndipo mtoto James alianza kusimulia kwa kina maisha yake ya zamani. Alisema alikuwa rubani wa kivita katika vita kuu ya pili ya dunia. Aliwahi kuendesha ndege ya kijeshi aina ya Corsair, na siku ya mwisho ya maisha yake ndege yake ilitunguliwa na majeshi ya Japani kwenye eneo la Hiroshima. Alitaja kuwa jina lake la zamani lilikuwa James Easton Jr. Alikumbuka pia jina la rafiki yake Jack Laswan aliyekuwa naye katika ndege iitwayo USS Natoma Bay. Wazazi wake walifanya utafiti. Walichogundua kilishtua dunia nzima. Jeshi la Marekani lilithibitisha kuwepo kwa ndege ya kivita iliyoitwa Natoma Bay. Walikuwepo askari waliotajwa na huyu mtoto James Leninger. Na kweli, James Easton Jr. alikuwa rubani aliyekufa kwenye ajali kama aliyoelezea mtoto huyo mdogo. Swali linabaki. Je, huu ni ushahidi kuwa roho za wanadamu huzaliwa tena? Je, tunaishi maisha haya kwa mzunguko wa milele tukibadilisha tu miili? Maoni hapa ni tofauti, lakini jambo moja ni la hakika. Kuna watoto duniani ambao wanakumbuka maisha ambayo hawakuishi katika mwili huu wa sasa. Wanayoyasema hawa hayawezi kuwa ya kubuni au ya kufundishwa. Je, hayo ni makosa ya akili, ndoto za ajabu, au ni ishara kwamba nafsi ya mwanadamu haifi bali huhama tu? Leo umesikia simulizi la ajabu, la kweli na linalotisha kiasi. Sasa ni zamu yako kufikiri. Je,
baada ya kifo maisha huisha kabisa, au nafsi yako itaendelea kuishi tena na tena kwenye dunia hii? Je, unadhani reincarnation ni kweli au ni hadithi tu za kale? Karibu uache maoni yako hapa chini katika comment, na usisahau kujiunga na Utafiti Media kwa simulizi zaidi za ajabu zenye msingi wa utafiti wa kina. Ubarikiwe tena ufanikiwe.